zenu, ndugu zetu, subscribers wetu popote mnapotutazama. Karibuni sana kwa chaneli yetu Life in Germany Unfiltered. Tunashukuru kwa sababu nyinyi mmekuwa watu wazuri sana, mnatupenda na endeleeni kusubscribe, kulike, kushare kwenye chaneli yetu. Leo Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuona siku ya leo na tuna mgeni wetu. Tutampa muda ajielezee, labda ajiintroduce, aseme labda yeye ni mwenyeji wa wapi na sasa. Asante sana. Kwa majina naitwa John Mumo. Natoka New Kenya lakini naishi New Swiss. Nimekuwa Swiss kwa muda mrefu sana lakini system miaka ni kama over new 15 years. Na naishi katika Central Swiss. Swiss ni kama iko na 4 parts. Wanga tunatumia lugha nne. But mostly spoken language wanga ni German. That is new from Zurich to Central Swiss. The majority, I think is roughly like 70% wanga watu wanaongea Kijerumani. Then the other part, French side, which is in Geneva, those areas. And the other side, karibu na mpaka wa Italy. Upande mwingine, upande huo wanaongea Kiitaliano. Ule upande mdogo wanaongea neo Romanish, lakini it's just a little new population kutoka ni kwa serikali. Then after that is new how I came to Swiss. Masomo iliendaje au ilikuwaje ukapata hiyo chance ya kupata nafasi ya kusoma? Ni kwa watu wote au inatokea bahati au inakuwa kwa namna gani? Unaweza kupitia kidogo hapo ili tuweze kuelewa, ili na pia watazamaji waweze kuelewa. So mwanzoni nilikuwa nafanya kazi za menial jobs. Menial jobs ni kama hizi ni kazi za cleaning, kazi za kusaidia ni mtu ikiwa anataka usaidizi wowote. Those are the jobs that I was doing. And to be honest to you, Swiss is one of the most expensive country in the world. So Swiss ilikuwa ni ndogo sana because it cannot sustain a family ikiwa unataka kujenga family. Okay. Na ikiwa unataka na family, you have to set some goals at least familia yako isipate ni shida. So nikaona the better way to do is nifanye some courses. Nikaanza na course ya IT. So Okay. Nilipoanza nikaona ilikuwa by that time it was introduced, it was a new, ni kama ilikuwa kitu mpya sana. Nikaanza kufanya hii kazi ya IT support. So serikali, it was back 2002 somewhere there. And the government they encourage a lot when they see you want to venture to a different thing. Ulikuwa nafanya mitihani 7 na course moja ilikuwa by that time it was costing like 3,500 Swiss francs, which is more than like $4,000 per course. So nikafanya hiyo course, serikali ikaona niko na bidii ya masomo, wakanituma shule, wakanilipia kila kitu. Then after that nilikuwa na some problems with the family. By then sasa siwezi hata nikapata kazi ile nilikuwa nimesomea, siwezi nilikuwa na shida na makaratasi to be honest. Kwa kuja kwa family reunion ulihitajika kuwa na nini ili uje Switzerland, na inakuchukua muda gani? Pia kwenye hilo swali, inakuchukua muda gani wewe ukiwa umekuja Switzerland mpaka kupata tuseme uraia? Swiss wanga wako na very tight laws za immigration. I think they have one of the strictest new laws za immigration, lakini kupata hiyo kibali wanga ni ngumu sana. So one way to qualify kuwa a citizen ama upate resident permit, if you are not part of the European Union member, lazima uwe umekuja hapa kwa sababu ya kifamily. So nilikuja na hiyo kifamily reunion, nika apply nipate kimbali cha hapa. It takes about kuna categories, about there are 3 categories. Unaanza na permit wanakupatia inaitwa C. Then ukitoka hapo after 5 years wanakupatia B. Then after that you can be neutralized with citizen after 10 or 15 years. So lakini I did not qualify for those new 5 years because after 3 years nili experience mambo ya divorce. Then after that I had to start from the scratch. Nikaanza tena. Then after 10 years I got new full citizenship.
Lakini ikiwa mtu anatoka Africa saa hii, by then even the laws were better, but now the laws have been so tightened such that kupata saa hii citizenship wanaweza kunyima. They don't give it like before. So wanga they change the laws all the time. So always ukasema the laws that were applied like 10 years, these are what applies yote. They can even confiscate your permit. They are very very strict when it comes to immigration laws. Sijui kama swali yangu nimejibu niyo vizuri ama sijui. I was doing hiyo exam ya nilifanya niyo course inaitwa niyo Microsoft Certified System Engineer. Hiyo inamaanisha you can be IT supporter or you can set any system. So unaenda kwa there is a designated school whereby unafanya hiyo exam na Kiingereza na it is monitored all over the world. Unataka at least uwe na mwalimu na una interact na wale wanafunzi wengine, and because you're in a German speaking country also you have to go to school at least uwe unaelewa na Kijerumani. So I had that opportunity, nikaenda kwa shule, wakanituma hiyo shule. So I was nilikuwa nasoma lecturing, it was in German, but exam zangu zote nimefanya na Kiingereza. Now from that wakanituma in another company that I stayed there like a full year. Then after that nikawa na problems na makaratasi. These courses are IT, you can do it in English even when you are in a German or anywhere in the world. You can do it in a French side, you can do it in that language. No, you can do it in English, but in a company you can work in because kila kitu wanga in the same. But also you need to know about the language at least to flow, not to be outdated. Unafanya kwa kampuni ya Kijerumani ama in a French. Then after that I had a problem. I was supposed to be deported to my country, not because of criminal cases, lakini ilikuwa because sikuwa nimefikisha 5 years. Na niliposema hapo awali kuna shida hapa Swiss. They are very very strict when it comes to immigration laws. They don't favor anyone, so they just follow it to the letter. Hakuna kudeviate ama nini. So ikawa nini? When you are in IT field, to remain abreast, to remain relevant, you have to be studying this thing after every 2 years. After 2 years niende tena shule. Nikaona nao nikienda shule and I need to survive, and also there are people who are looking after me. So nikafanya mahesabu yangu nikaona no. Sitaweza kuwa naenda kwa darasa tena kila mara na kazi za IT by that time nilikuwa naanza, zilikuwa very very competitive, walikuwa nachukua watu kila mahali, but after tuseme let's say like 2010 naenda chini. So nikaona for me also to earn my living lazima nitafute kitu kingine, nikatafuta kazi ingine, na hiyo kazi nikatafuta hata ikawa kwangu it is more beneficial kuliko vile IT hata wangekuwa wananilipa. Now it is a stable new job. It can sustain my family. It can support me to live decent lives. What else do I need? Promotions. And that's when I had to talk with another friend of mine. There is a friend of mine who comes from Kenya. We come from the same country. Ifanya sahi. And he's a best friend of mine. Akaniintroduce kwa hiyo kampuni na akanitrain mwenyewe. Because ni skillful, it is a new kazi na relate na skill. Okay, asante sana kakangu kututembeza kwenye safari yako. Tuna enjoy sana ili mdarasa. Labda nina swali la kuuliza kwamba ulipokuwa Kenya una matamanio ya wewe kufika Ulaya. Ilikuwaje? Hicho ulikuwa unakitarajia ndio ulichokikuta au ulipata vitu For one, it could be so expensive like the way it is here. Nilikuwa nafikiria nikija huku nitasave so much money na nirudi nyumbani within 10 years. Because in reality it doesn't work. It is like an added advantage. Ilinipatia lots of kuna benefits. Saa hii naweza kusema kuna vitu mingi ninasoma kutoka hii nchi nilipokuja huko. Especially new experience inipatia mambo mengi na ikapanua akili yangu. Hiyo ni kitu kimoja naweza kusema nimebenefit a lot from this country. Umejifunza mambo mengi na ulivyoanza kufanya hiyo kazi. Najua kuna utofauti mkubwa sana uliuona baada ya kuanza kufanya hiyo kazi.
labda kuna changamoto zozote ambazo unapitia kwenye kazi, au kuna urahisi gani in general kupata kazi Switzerland kwa mtu ambaye labda ana plani ya kuja huko kuhusiana na masuala ya kupata kazi? Switzerland is a very small country. Ni kanchi kandogo sana, lakini economically ni nchi nzuri sana. Inategemea niyo labor import, wanga wanategemea watu kutoka nje kufanya kazi kwao, but only eligible, watu wale ni eligible wanaweza kufanya kazi niyo in Switzerland ni watu wale wako within European Union. So tusema watu wetu kutoka kutoka huko nchi za Kiafrika ni ngumu, na nilikuwa nimeshasema either unaweza kuja hapa through anyway family means ama kimasomo, lakini hata ikiwa kuna masomo, kuna ile clause, ukimaliza masomo yako lazima urudi nyumbani. Kwa hiyo hawana system ya kukupa labda, kwa sababu kama mfano Ujerumani ukija kusoma masters watakupa miezi 18 ya kutafuta kazi, yaani ukishamaliza ile masters. Kwa ile miezi 18 nadhani utakuwa umeshajitafuta na umepata kazi, au wanaweza kukupa fursa pia ya kufanya kazi zingine. Kwa Switzerland ni tofauti. Ukimaliza masomo ule mwaka ukiisha, wanakuambia urudi nyumbani kama hujapata kazi, au wanakupa fursa ya kutafuta kazi. No. Hawakupati ona hiyo kitu, because there are some Kenyans who have come in this country. You see, Switzerland itself, wajua wanategemea services. The economy is sustained by services through banking and insurance. Lakini Germany is a different country, is a powerhouse ya Europe. Wanategemea nini? Wanategemea mambo ya ninio, tuseme mambo ya engineering, wako the best also I think in the world, na kuna makazi mengi tofauti, lakini sasa wanga wanategemea, most of the economy is based on services, banking na insurances, hizo vitu kama hizo. Na nikupatie mfano mmoja, I know there are some Kenyans who have come here, wamekuja kimasomo, because also Swiss is one of the best, even they were not given a space. They don't entertain that, because wanafikiria wako na, tuseme kimalipwa analipa vizuri sana. So it is like a hub of whereby mtu akitaka kufanya pesa nzuri anakuja hapo. So kuna a lot of people want to come in this country na wakafanya hiyo strict law because of that. Hata iko kwa students, they don't give them a space ya kukaa because of that. Nipo Afrika, nimesomea IT. Nahitaji kuja kufanya kazi Switzerland. Hawatoi hiyo fursa ya watu kutoka Afrika kuja moja kwa moja ku apply direct kazi. Labda kuna baadhi ya makampuni yana recruit au yanatoa labda internship kwa ajili ya masuala ya IT au masuala ya kazi zingine ambazo ni skilled. Hamna uwezekano huo kabisa, yani kwa sasa hivi. Kwa saa hii sijai kuiona kwa India. Young people nilikuwa naona tunasoma nao wanaletwa, hata walikuwa wanafanya hizi kampuni kubwa kama new. Unajua sisi wako na also another sector wanga iko inafanya vizuri ya pharmaceutical, walikuwa wanapeleka kampuni kama hizo na za telecommunication, because they are so good in that. Lakini apart from that, unless you are within European Union, hujawahi kuona mtu anakuja hapa ni direct. Mwafrika anaweza kupitia tuseme German ama Austria, au Mwafrika yule amepitia tuseme hizi new wako within. Okay, asante sana. Na nafikiri kwa ndugu zetu ambao wako hapa, tuseme wako European Union na wewe ni Mwafrika, unatamani kufanya kazi kwa IT, kusema ukweli ndio hivyo, tushapewa information ni kwamba kama ulikuwa unashindwa ukiwa uko Afrika, unaweza sasa hivi ukajichanganya kama uko hapa, labda ushapata makaratasi. Kama ndoto yako ni kufanya kazi, unaweza ukafika. Pia mimi nipo aviation, na kitu cha kushangaza ni kwamba timu ya watu ambao wanafanya kazi huko ya watu wa IT. Yeah. When it comes to mambo ya retirement, Swiss wako na Swiss inaitwaje ni Kiingereza? Yeah, you are supported by the government na your employer. So inamaanisha nini? Sasa kwa mfano, sasa nafanya kazi. And when it comes to the full new retirement, unaweza kupatiwa pesa yote kimbili. Then after that, kuna ile pesa, sasa ile serikali ilikuwa imekuwekea. Hiyo ni kama mandatory, lakini I think the government wanga inakuboost na hiyo pesa. Wanga wanakulipa tuseme wale minimum 2,300 Swiss francs, which is like
ni kama tuseme, ni kama, well, I don't know how many it is in euro, 2,600 euro, kitu kama hicho. But still hiyo pesa kukaa Swiss ni pesa ndogo sana. You can't. Hauwezi ukaishi. Isipokuwa kuna pesa ile pension yako umepatiwa tuseme 300,000 ama 200,000 ama 300,000 ama. So inamaanisha hiyo pesa unapatiwa kila monthly ya 2,300 utakuwa na supplement na ile pesa pension yako mpaka iishe. Then after that hiyo ikiwa pesa yako ya ile 300 laki ilikuwa imeisha pension yako, then after that government itaanza kukusupport. Because in Swiss kwa mfano ikiwa unaishi nyumba ya tuseme ya 4.5 rooms ni kama unalipa kitu kama 2,000 to 3,000 Swiss francs, which is a lot of money. Na ikiwa umeenda pension na ulikuwa unakaa nyumba ya 2,000, you cannot manage it. Hata hiyo pension yako itakuja iishe, then after utafanya nini? Serikali it has to give you. Na serikali ikiwa uko single na walikuwa na watakupatia pesa ingine itakuwa ni kama 3,500 within 5 years itakuwa imeisha.